Miaka 90 si miaka michache katika maisha ya klabu ya soka. Ni kizazi baada ya kizazi, ni hadithi za ushindi na maumivu. Ni wachezaji waliokuja na kuondoka, lakini jina likabaki Simba Sports Club. Mwaka 1936 jijini Dar es Salaam ndipo safari ya klabu hii ilipoanza. Wakati huo haikuitwa Simba. Historia inaonyesha kuwa klabu ilianza ikiwa na jina la Sunderland. Kabla ya kupitia mabadiliko mbalimbali ya majina katika miaka iliyofuata, hatimaye mwaka 1971 jina Simba likaanza kutumika. Lakini nyuma ya jina hili kuna historia kubwa zaidi kuliko mpira wa miguu. Kutoka katika mazingira ya Kariakoo, Simba alikuwa taratibu na kujenga utambulisho wake. Mtaa wa Msimbazi ukawa sehemu muhimu ya maisha ya klabu, na hapo ndipo jina la Wekundu wa Msimbazi lilipozidi kuwa sehemu ya utambulisho wa timu hiyo. Miaka ilivyokwenda, Simba haikuwa tena klabu inayotafuta nafasi katika soka la Tanzania. Ilianza kujenga himaya yake. Vizazi tofauti vya wachezaji vilivaa jezi nyekundu, baadhi yao wakawa mashujaa wa mashabiki, wengine wakawa majina yaliyobaki kwenye vitabu vya kihistoria. Kila kizazi kiliacha alama yake, huku mashabiki wakiendelea kuibeba timu yao katika nyakati za furaha na nyakati ngumu. Na kama kuna kitu ambacho miaka 90 imekifundisha, ni kwamba Simba haijajengwa na wachezaji pekee. Imejengwa na wanachama, viongozi, makocha na mamilioni ya mashabiki ambao wameifanya klabu hii kuwa sehemu ya maisha yao. Ushindani wa soka la Tanzania nao uliipa Simba sura nyingine. Kila inapokutana na mpinzani wake wa jadi Young African, historia huongezeka ukurasa mwingine. Dabi ya Kariakoo imekuwa zaidi ya dakika 90. Imekuwa sehemu ya utamaduni wa soka la Tanzania. Lakini Simba haijaishia ndani ya mipaka ya Tanzania. Katika nyakati mbalimbali, klabu imewakilisha Tanzania katika mashindano ya Afrika, ikikutana na klabu kubwa kutoka sehemu mbalimbali za bara. Safari hizo zimeifanya Simba kujulikana zaidi nje ya Tanzania na kuongeza heshima yake katika soka la Afrika. Miaka 90 pia imeleta mabadiliko makubwa katika namna klabu inavyoendeshwa. Simba ya zamani na Simba ya leo ni klabu mbili zinazotofautiana kwa namna ya uendeshaji, biashara, uwekezaji na matumizi ya teknolojia. Lakini msingi mmoja unaendelea kubaki, jina la Simba. Leo mwaka 2026, Simba inapotazama nyuma haioni tu miaka 90, inaona historia, inaona vizazi vya mashabiki, inaona mashujaa waliowahi kuvaa jezi nyekundu, inaona mechi zilizobadilisha historia, inaona ushindi uliowafanya mashabiki kushangilia na vipigo vilivyowafundisha kusimama tena, na zaidi ya yote inaona safari ambayo haijaisha, kwa sababu miaka 90 inaweza kuwa mwisho wa sura moja, lakini si mwisho wa kitabu. Historia hii imesomwa nami Ali Hamid Jumbe na kuandaliwa na Onesmo Adam Mwaikopo.